katika kitabu cha Exodus. Na nikuonyeshe kwa nini mtumishi wa Bwana huyo ilisemekana atiliwe mafuta, ambaye ni kijana yake. Hiyo ufalme ikanyang'anyanwa kutoka kwa Adonicha ikaja kwa Solomon, maana ndiye alikuwa mtu wa ahadi. Nataka tuingie na wewe hapo nikuonyeshe nguvu za mafuta na kwa nini mafuta inatumika ndio kwa falme kuteua, na inatumika kwa njia gani. Hebu tusomee tafadhali. Nikika hivi Kutoka 40 mstari wa 9. Mstari wa 9 inasema hivi na mpaka 10. Ndio. Yes. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa. Soma mzuri bila haraka basi. Sawa. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa. Kisha utayatoa mafuta ya kutiwa na kuitia mafuta hiyo maskani. Na kuitia mafuta hiyo maskani. Maskani si ni nyumba ama ni wapi? Bwana siwe sana. Amen. Mimi ile lugha naelewa sana ni Kisugu. Bwana siwe sana. Amen. Kiswahili tunapoteanagwa kidogo because I was born in Northern Carolina. Bwana Yesu asiwe sana. Hallelujah. Amen. Mimi ni citizen wa America. Bwana asiwe sana. Tuendelee tafadhali. Na kuitia mafuta hiyo maskani. Na kuitia mafuta hiyo maskani. Na kila kitu kilicho ndani yake. Na kila kitu kilicho ndani yake. Wacha nisome na Kisugu. Then you shall take the anointing oil and anoint the tabernacle and all that is in it, and concentrate it and all its furniture, so that it shall become holy. Bwana asiwe sana. Amen. So that it shall become holy. Kwa hivyo kitu ya kwanza kutiwa mafuta ama kupakwa mafuta inafanyaga mtu holy. Bwana asiwe sana. Amen. Kazi moja ya mafuta inakuanga ya kwamba ni kuteua. Bwana asiwe sana. Amen. Ya pili ni kufanya hiyo kitu ikuwe holy, usable by God. Bwana asiwe sana. Amen. Usable by God. Holy Spirit. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Na ndiposa Mungu akamwambia Musa, utachukua hiyo mafuta sasa na utayaweka kwa kila kitu ambacho kilicho katika nyumba yangu. Bwana asiwe sana. Amen. Katika hiyo tabernacle. Hallelujah. Amen. Utatia kila kitu mafuta, nazo hizo vitu vitakuwa holy. Bwana asiwe sana. Amen. Zitakuwa za kutumika mbele za Bwana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Kwa hivyo kitu moja kinafanyika katika mafuta. Ukikaa mzuri na Mungu, hallelujah, Amen, yeye anakupeaka mafuta yake. Bwana asiwe sana. Amen. Na mafuta ni aina nyingi. Hallelujah. Amen. There is anointing of gladness. Bwana asiwe sana. Amen. Yaani unatiwa mafuta ya kuwa tu na furaha. Bwana asiwe sana. Amen. Na kuna mafuta ya kuwa tajiri. Bwana asiwe sana. Amen. Na kuna mafuta ya mtu kuwa mtu mkubwa kama mfalme. Hallelujah. Amen. Na hii yote ni aina ya mafuta. Na nguvu za mafuta. Wacha nikuelezee mzuri na unishike mzuri. Nguvu za mafuta sio mafuta. Bwana asiwe sana. Amen. Nguvu za mafuta sio hiyo mafuta, hapana. Nguvu za mafuta ni ile nguvu za Mungu zitakuja juu ya hiyo mafuta. Bwana asiwe sana. Hallelujah. Amen. Do you know when you use anointing oil kupika itapika? Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Itapika vizuri sana. Tena inakuweka haina cholesterol. Bwana asiwe sana. Amen. Hiyo hata wale watu wanatumiaga kwa nyumbani, sijui ni watu wangapi kwa hii nyumba. Hebu tuone wale mnatumianga olive oil kupika. Mimi mwenyewe siwezi kubali. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Sababu lita moja ni kama 3600 saa hii. Sasa 3600 mtu wa Mungu sio ni karibu ile mtungi kubwa. Ile ya lita 10 na kitu na ubakishiwe bashishi. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Lakini hiyo ni lita ngapi? Moja. Bwana asiwe sana. Amen. Na ndio nawapiaga msiletaka hizi vibuyu zenu. Mtu unaona anakuja hapa anasema pastor anataka anointing oil. Anakuja na ile kibuyu kubwa ati awekewe mafuta hapo. Mwambie inakuwaga imenunuliwa pesa. Bwana Yesu asiwe sana. Si wewe pia neighbor. Inakuwaga imenunuliwa pesa. Inakuwaga imenunuliwa pesa. Sasa ukikuja na chupa ya maji ile ati ya half liter. Tinauleta hiyo mafuta, unataka ujasiwe mafuta hapo. Bwana asiwe sana. Na unasikia lita moja ni pesa ngapi? Sasa kila mtu atakuwa ananinunulia na niletea yake na iopea. Bwana Yesu asiwe sana. Hata usikie ushungu. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. So hii mafuta sio hiyo mafuta inakuwaga na nguvu. No.
ni ile neema, ile nguvu ya Mungu itakuja juu ya hiyo mafuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Na diposa ikija katika hiyo mafuta, chochote ambacho kitaguswa na hiyo mafuta, haleluya, Amen, kinakuanga ya kwamba kimetakasika. Na hiyo inadhihirishanga ya kwamba uwepo wa Mungu kuwa physical. Bwana asifiwe sana. Amen. Anointing inakuanga ya kwamba the power of anointing oil is the goal, not come from the power. Nguvu za mafuta hazikujagi kutoka katika hiyo mafuta, zinakujaga kutoka kwa Mungu, zinadhihirisha uwepo wa Mungu mbele za wanadamu, yani wakiona wasi. Bwana siwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na diposa nataka nikwambie leo, haleluya, Amen, ukitaka chochote ambacho kinakupitishia ligumu kitumike. Unajua hatuwezi kuendea damu ya Yesu katika msalaba, si alikufa kitambo? Ndio. Bwana siwe sana. Amen. Lakini si waneo tunakunywaga damu ya Yesu. Ndio. Inatokanga wapi? Bwana siwe sana. Amen. Si ni ile divai tunaiobeaka hapa, tunaigeuza inakuwa nini? Damu ya Yesu. Bwana siwe sana. Amen. Na tukikunywa tunasema tunakunywa nini? Damu ya Yesu. Naye mafuta hii tunaigeusha inakuja inakuwa nguvu za Mungu. Haleluya. Na kila kitu kikiguswa na hiyo mafuta lazima kipokee power. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Lazima kifanye vile ambavyo kimeambiwa na hiyo mafuta. Bwana Yesu siwe sana. Amen. Na kwa hivyo siku ya leo, haleluya, Amen, nataka nikuambie katika jina la Yesu, kuna mambo nataka igeuke katika maisha yako. Amen. Kuna mahali nataka ufike panaitangwa turning point. Bwana asiwe sana. Amen. Maisha yako iweze kubadilika. Haleluya. Amen. Na kitu moja kinabadilisha maisha ya mwanadamu, it is the power of the Holy Spirit. Haleluya. Amen. And the power of the Holy Spirit is the power of God. Haleluya. Amen. Kwa hivyo siku ya leo, Bwana asiwe sana. Amen. Hii mafuta ambayo nataka nikutie, sio mafuta tu ya kawaida. Yes. Solomon alitiliwa ile mafuta, akawa Yakoba sio yule kijana wa Bereni. Sasa amegeuka amekuwa mfalme. Wakati Daudi alitiliwa ile mafuta, Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana akatoka juu ya Sauli, akaja juu ya Daudi. Na kutoka hapo Daudi akaanza kutawala, na Sauli naye akaanza kumpiga vita. Ni kwa sababu Roho wa Bwana ameondoka juu yake. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo mafuta inakuja juu yako, kuna nguvu zitakuja juu yako. Na hizo nguvu zikija juu yako, kuna mambo itabadilika. Kuna mambo umeishi kutaka kufanya na hujawahi weza kufanya. Lakini mafuta ikija juu yako, kila kitu lazima kitakuwa sawa. Kila kitu lazima kitafanyika. Kuna mchawi amekutisha sana, leo nitakutilia mafuta. Usimuogope tena. Mafuta ikija juu yako, ako chini ya nyayo zako. Maana mafuta ni nguvu za Mungu. Leo natangaza katika jina la Yesu, kuna watu hapa Mungu watatia mafuta. Wacha ile tu nitakutia. Kuna kitu utahisi ndani yako. Kuna neema itakuja ndani yako. Wengine watajazwa na mamlaka. Wengine watateuliwa. Vipawa vitaanza kazi. Wengine watateuliwa. Neema ya Bwana itatembea na wao. Huruma za Mungu zitakuwa juu yao. Sababu wakati mafuta ilikuja juu ya Daudi, maandiko inasema vizuri, hayakuwa mtu wa kawaida tena. Akawa mtu ambaye mpaka mfalme anamuogopa. Amen. Haleluya. Amen. Na hizo ni hao wachai hakuogopi kwa sababu wanajua hauna mafuta. Ndio. Bwana siwe sana. Amen. Lakini leo ukitiliwa mafuta, hata huyo mchawi atakuogopa. Amen. Hata waganga watakuogopa. Daudi wakati mafuta ilikuja juu yake, mpaka Sauli mwenyewe hakuwa na rara. Amen. Haleluya. Amen. Yeye mwenzako hauwezi lala. Hauwezi lala. Bwana siwe sana. Amen. Na kuna vitu zitatii katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nishawahi kupaka mafuta, lakini hii nikikupaka leo, Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu kuamka hapa itakuwa ni ngumu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu nguvu za Mungu zitakuja juu yao. Neema ya Bwana itakuja juu yao. Upako wa Bwana utakuja juu yao. Wengine watatabiri. Wengine watahubiri. Wengine watafanyika matajiri. Wengine watapata furaha. Ndoa zitapona. Biashara zitapona. Kazi itapona. Hata hii mchanga itapona. Hata
biashara wenu itapona. Watu wenu lazima wapunguliwe. Na ninahisi uwepo wa Bwana umeanza kuteremka mahali hapa. Maana mbingu ya tatu inaenda kufunguka saa hii. Na ile neema ambayo Mungu anataka kuachilia, anaenda kuachilia juu yako. Mafuta inaletanga mpaka uregesho. Chochote ambacho ulikuwa umepoteza, na natangaza uregesho wa Bwana katika maisha yako. Hapa kuna watu walikuwa matajiri wakacha wakafilisika, lakini siku ya leo mafuta ikija juu yako, hiyo neema inarudi tena, hiyo nguvu inarudi tena, hiyo utajiri inarudi tena. Kuna watu wako hapa walikuwa na project, walianza kama hii kanisa na ikaenda ikakwama. Leo natangaza mafuta ikija juu yako, hizo project zote zinaenda kushika, zinaenda kuinuka, zinaenda kuendelea. Kuna watu wako hapa wamejaribu doa, wakajaribu kwenda ng'ambo, wakajaribu mambo yote, lakini hakuna kitu kinafanyika. Leo ninakuja kutangaza kwa mamlaka na mafuta ya Mungu, hiyo mambo lazima itaenda through, lazima itatimia katika jina la Yesu. Kuna watu wako hapa hata wakishika pesa haiwezi ikawasaidia, mikono yao ililaaniwa. Leo hiyo mikono inapokea uweza na laana inavunjika automatic. Leo laana itavunjika, na ikivunjika huyo mtu anakuwa mtu, anakuwa mshindi. Amen. Zaburi. Haleluya. Amen. Si unisomee hiyo Zaburi. Zaburi 23. Ndio. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Waandaa meza mbele yangu. Anaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Gai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siwachi hapo kwa kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ameandaa meza mbele zangu. Kwa hivyo kuna meza imeandaliwa. Kuna ushindi umeandaliwa. Kuna kibali kimeandaliwa. Kuna upenyo imeandaliwa. Kuna ufalme imeandaliwa. Kuna mtu ameandaliwa. Ameandaa meza. Leo katika hiyo meza hakuna mgeni mwingine. Wewe ndiye mgeni katika hiyo meza. Wewe ndiye mgeni. Haleluya. Amen. Guza neighbor, mwambie neighbor. Kuna meza umeandaliwa. Kuna meza umeandaliwa. Ameandaa meza. Mbele ya watesi wangu. Mbele ya wachai wa kwetu. Mbele ya waganga wa kwetu. Mbele ya wenye chuki na mimi. Mbele ya wasionipenda. Ameandaa meza. Kuna meza imeandaliwa. Wapendwa na waambia. Kuna meza imeandaliwa. Kuna watu wanangoja ya kwamba uvutwe kasi. Lakini nataka niseme meza imeandaliwa mbele ya hawa watu. Meza imeandaliwa. Kuna meza siku ya leo imeandaliwa hapa Jesus Winner. Kuna meza tumeandaliwa. Ambia adui zako leo kuna meza iko mbele yangu. Kuna meza iko mbele yangu. Bwana sio sana. Amen. Na hisi happy kuna meza. Kuna meza. Bwana sio sana. Amen. Ameandaa meza mbele yangu. Haleluya. Amen. Machoni pa watesi wangu. Yani haiandaliwi kama hawaoni. Natangaza kwa jina la Yesu. Hiyo meza umeandaliwa. Iwe ni gari siku ya leo. Utapita mbele zao na hiyo gari. Utapita mbele zao. Iwe ni kazi. Utainuliwa wakiona. Machoni mwao unapewa mamlaka. Manager anatoka huko anasema wewe kuanzia leo umepandishwa ngazi. Natangaza kwa jina la Yesu. Leo kuwe hivyo katika maisha yako. Leo kuwe hivyo machoni mwa adui zako. Ameandaa meza. Haleluya. Amen. Na hata kama ni hapa kanisani na kuna mtu akutakiangi mambo mazuri, mwambie ukimwangalia wewe. Amen. Bwana sio sana. Amen. Si mwambie Bwana sio sana. Amen. Mwambie wewe. Meza imeandaliwa. Meza imeandaliwa. Na hii najua huitaki.
hauipendi. Ndio. Lakini Biblia inasema ameandaa meza machoni mwangu, machoni mwa watesi wangu. Mbele zangu kuna meza, na kuna watu wanitakii mema. Watashuhudia nikila katika meza. Watashuhudia siku ya leo. Watashuhudia ukiinuliwa. Watashuhudia ukifanikiwa. Kuna meza kizazuina tumeandaliwa katika hii mji. Kuna watu wanatupiga sana. Wengine wakasema tunaenda. Amen. Hallelujah. Amen. Nilikutana, nisikia mtu mwingine anasema ati Pastor Njoke sijui alifanya. Sasa mimi nilifanya nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe ndio ulifanya. Bwana asifiwe sana. Ndio. Na by the way haukutuacha. Sisi ndio tulikuacha kwa sababu ya tabia yako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi tuko hapa na tuko na Jehova. Ndio. Na nataka nitangaze katika jina la Yesu. Yes. If I be a man of God. Ndio. Leo katika jina la Yesu. Yes. Natangazia maisha yako. Ndio. Lazima ibadilike. Yes. Lazima kuwe na mabadiliko. Yes. Kuna meza inaandaliwa mbele ya watesi wako. Yes. Kwa wachawi wa kijiji cha kwenu. Yes. Kuna meza inaandaliwa mbele za waganga. Yes. Mbele za maadui. Hawanasemanga hata wainuka. Watajionea na macho yao. Watashuhudia na macho yao. Maana kuanzia leo umeingia to the next level of your life. Amen. Hallelujah. Amen. Leo kuna mafuta inakuja juu yako. Amen. Wapende wasipende. Mbele zako siku ya leo. Kuna meza imeandaliwa. Amen. Hebu tusikie ya pili. Ya pili ni nini? Hallelujah. Ndio. Amepaka mimi. Si unisomee hapo tafadhali. Ndio inasema hivi. Waandaa meza mbele yangu. Ndio hiyo. Machoni pa watesi wangu. Machoni mwa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Sikiliza. Umenipaka mafuta kichwani mwangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kupakwa mafuta inasemekana ya kwamba umekubalika. Leo natangaza katika jina la Yesu. Kuna kuteuliwa, umeteuliwa. Kuna mtu anateuliwa afungue kampuni yake. Kuna mtu siku ya leo anatiwa mafuta aende ajiri watu. Akiingia hapa amekuwa mwajiri, mwajiriwa. Lakini akitoka anaenda kuajiri watu. Anaenda kufungua kampuni yake. Hiyo uwezo unatoa hapa leo. Hiyo uwezo unatoka naye hapa leo. Hiyo uwezo leo lazima utoke nayo wazee. Tunatoka nayo. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo inafanyika katika maisha yako. Watu wanakuja kushuhudia. Na hata wengine wataipika mpaka kukusalimia. Ndio. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ukiwa na mafuta ya Mungu, acha nikwambie, wachanga kushinda ukiogopa watu. Ndio maana mimi siogopangi. Ndio. Hata vita zikiwa kubwa namna gani. Ndio. Si nilikwambia hii ghorofa namaliza. Siwaambie mwenzako tunamaliza. Tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Jana tu nimetembea tu hivyo, mtu mmoja tu sijui kutoka Norway akaniambia pasa, nimekuwekea 100,000. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninakuwekea hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nikamuuliza ni za nini? Akaniambia niliona uko na project na hujaniita. Bwana asifiwe sana. Nimeona uko na project na hujaniita. Mimi nataka baraka. Najua katika hiyo madhabahu kuna baraka zinatembeanga. Wapendwa, hakuna kitu ngumu mbele za Bwana. Kila kitu inawezekana. Kila kitu itafanyika. Nasema hivi katika jina la Yesu. Angalia neighbor, mwambie neighbor, sikia sauti ya Bwana na unisikie vizuri. Ninabarikiwa na Bwana na ninainuliwa na Bwana na nimeandaliwa meza mbele ya watesi wangu. Na hata kama wewe ni mmoja wao, hata wewe utashuhudia. Utaona Mungu akinifanyia. Utaona Mungu akinibariki. Utaona Mungu akinitendea. Wanaenda kushuhudia. Hii ghorofa lazima iishi. Lazima nipige Islam. Lazima. Pastor, kuna ingine hapa. Kuna ingine hapa. Soma. Hiyo ni Zaburi 92. Ndio hiyo. Verse 10. Verse 10. Inasema hivi. Mbali pembe yangu. Mbali pembe yangu. Umeinua. Kama pembe ya nyati. Kama pembe ya nyati. Nimetiwa mafuta. Nimetiwa mafuta. Nasema leo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abia mwenzako kuna pembe
juu yako imeinuliwa siku ya leo. Kuna pembe ya mafuta. Hii pembe ya mafuta haiwezi kuvunjwa na mtu. Hii pembe ya mafuta hakuna mtu anaweza akapinga. Na ninasema kwa jina la Yesu, kama vile Samueli alichukua pembe ya mafuta akaingia katika nyumba ya Jesse, vijana wake 7 wakapita mbele ya Samueli, lakini hawakunyakua mafuta yake. Natangaza siku ya leo, pembe yako hakuna mtu atachukua. Mafuta yako hakuna mtu atachukua. Neema yako hakuna mtu ataiba. Kibali chako hakuna mtu ataiba. Nyota yako hakuna mtu ataiba. Ushindi wako hakuna mtu ataiba. Nafasi yako hakuna mtu ataiba. Pembe imeinuliwa kama ya nyati. Haleluya. Na hii ni ya nyati. Hii si ya ng'ombe. Pembe kubwa. Bwana sio sana. Amen. Kuza mwenzako mwambie hii ni ya nyati. Hii ni ya nyati. Haleluya. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Na unajua ya nyati vile inatoshana. Yaani si tu mafuta. Yangu ni mafuta. Natangaza leo kuna mafuta inakuja juu yako. Wachawi na waganga wasiokupenda, wale wanapiganaga na maisha yako, kuanzia leo lazima wabao. They must bow. Leo utakalia kiti. Leo unainuka level ingine. Na mafuta inakuja juu yako. Na kuanzia hapo watu watashangilia. Ndio. Ngoja, hata kuna watu walikuangalia wakakusalimia, wakakufanya hivi. Wengine wakakuuliza wakapiga nyashi. Kuanzia leo simu zitafurika hapo. Na hapo chini mstari wake wa 11. Bwana sio sana. Hapo chini mstari wake wa 11. Sawa. Inasema hivi. Ndio. Na jicho langu linawatazama walioniotea. Sikio langu limewasikia habari za waovu walionishambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo pembe ikiinuliwa juu yako, hata wale walipigana na wewe, itabidi kuanzia leo wafanye amani na wewe. Watafanya amani na wewe. Hata wakikuinukia kiasi gani, watafanya amani na wewe. Maana kuanzia leo kuna pembe ya mafuta inakuja juu yako. Na ikija juu yako, hata kama ni kuukaa na ndiye alikuwa muganga katika mji wa kwenu, leo pembe ikija juu yako, utaangusha madhabahu yake. Utaangusha kama Gideoni. Utayavunja, utayasambaratisha, kwa sababu pembe imeinuliwa juu yako. Haleluya. Amen. Kuna mambo hapo ulikuwa unang'ang'ana kufanya. Ndio. Wengine wanaonaka kama kuwa na gari ni kitu kubwa. Leo ukichua mafuta, ndio utajua sio kitu kubwa. Yes. Gari lazima itakuja mbele zako. Amen. Lazima utaingia gari yako. Wewe haukuokoka uendage miguu. No. Haleluya. Amen. Bwana sio sana. Amen. Wewe ukikuja hapa ungeamini utapata shamba? Ni wewe nauliza. Ulikuwa na habari? Huyu alikuwa mama vua. Bwana siwe sana. Lakini saa hii amepata shamba lake. Pigieni Yesu kwa mazuri. Bwana Yesu siwe sana. Akija hapa alisema, Mungu alisema huyu anapata shamba. Bwana siwe sana. Unajua hata kuna profesa zingine mtu ana profesa hiyo na akona 20 kwa mfuko. Ndio. Kevao. Yaani 11 na tukuburi 2. Bwana siwe sana. Na Mungu anasema huyu ni tajiri. Haleluya. Unanidrama hata mimi nikastuka kwanza. Bwana sio sana. Haleluya. Pia mwenzako kuanzia sasa. Pokea mafuta ya Bwana. Pokea mafuta ya Bwana. Usimpokeshe hiyo. Sema pokea mafuta ya Jehova. Pokea mafuta ya Jehova. Mimi niyo kwanza ninakuambia katika jina la Kristo. Hata kama wazee hata kama wanaume wanakuangalianga wanaangalia pande nyingine hivi. Leo nikikutia mafuta kabla ufike nyumbani utakuwa umesalimiwa na watu 20. Wacha vile wanasema ati wewe ni mzee.
Bwana sio sana. Amen. Watakuangalia waone msichana mdogo. Hata kama uko na 50, ni 50, wewe uko na ngapi? 40 ngapi? 45. Eh? Si unaona sikose. Bwana sio sana. 45. Nitakuombea leo. Bwana sio sana. Ukifika kwa nyumba ukutana na kijana lakini si wangu. Bwana sema kuanzia leo neema ya Bwana ishuke juu ya maisha yangu. Leo kuna mafuta inakuja juu yako. Na mafuta ikija juu yako, nimekwambia kuna mambo matatu itafanyika kwako. Ya kwanza utateuliwa. Ya pili utainuliwa. Ya tatu hakuna mtu atapigana na wewe akushinde. Lazima utawashinda. Maana mafuta itapigana na wao. Watakao kuinukia, nayo mafuta itainuka kinyume chao. Watakao pigana na wewe, naye mafuta itapigana na wao. Wakikuongea vibaya, mafuta inawakamata. Leo lazima upokee upako. Pia mwenzako upako. Upako. Mwambie ni upako. Haleluya. Bwana sio sana. Amen. Hata kama jicho yako unaangalianga hivi, ndio kwanza watakangalia waone ni fashion. Bwana sio sana. Watakuangalia hivi waone ni nini? Ni fashion. Nakwambia nimeishi kutafuta mtu kama wewe. Na sasa hiyo jicho yako hivi. Sema amina. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Ni wewe na pia bima zako kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mafuta inakuja juu yako. Mafuta inakuja juu. Na leo sinatangaza kwa jina la Yesu. Hata mchanga wenu lazima itakasike. Kuna maneno imeachiliwa katika mchanga yenu. Ikasemekana hamtawahi soma. Wengine hamtawahi jisaidia. Lakini leo ninatangaza kwa mamlaka na nguvu za Bwana. Ninaenda kutakasa hiyo mchanga katika jina la Yesu Kristo. Give me anointing please. Nipatie anointing hapo. Leo nataka nitangazie mchanga ya kwenu. Lazima leo ikubali. Ikubali watu wakae na ndoa. Ikubali watu wapate pesa. Ikubali watu watajirike. Watu waende ng'ambo. Watu wafanye biashara. Maisha yenu ikoborewe. Leo tunaenda kutia mafuta katika mchanga wenu. Wewe uamini siku ya leo. Nikitia mafuta hii ardhi, uone umesimama kwenu ije. Na ni wewe uko na hiyo mafuta. Unione kwenu ije. Amen. We, kazi yako ile nakupatia saa hii ni kutransfer mimi kutoka hapa niende kwenu. Amen. Kwa mawazo yako. Kwa mawazo yangu. Nikitia hii mafuta hapa chini, Bwana siwe sana. Iende mpaka Siaya. Iende mpaka Mbondo. Iende mpaka Central. Iende mpaka Western. Iende mpaka Trans Nzoia. Iende popote ambapo umetoka. Semeni amina. Amen. Leo nataka nitangaze mchanga ya kwenu imepona. Maisha ya kwenu imepona. Maana Biblia imesema chochote kitaguswa na hiyo mafuta kitatakasika. Amen. Haleluya. Amen. Unataka kutakasika? Ndio. Sio wewe peke yako. Uenda kugoga mafuta saa hii hapa. Naye mchanga ya kwenu naigoga saa hii. Ndio. Nikwambie kitu. Unajua kwa nini Yesu alitoa yule mtu akamwambia kwamba nataka nikuponye macho? Yule ambaye aliweka mate, alafu akamwambia uende uoge Siloamu. Unajua alikataa kumponyea katika mchanga ya kwao. Bwana siwe sana. Biblia inasema ya kwamba alimtoa katika mji. Alimtoa katika mji. Nchi ya mji hapo ndio alitengeneza matope. Maana matope ya mahali pale kwao ilikuwa imerogwa. Hangepona. Bwana siwe sana. Hangefanya nini? Sikuweza tuponye mchanga ya kwenu. Ili wewe ukipigwa mafuta maisha yako ibadilike. Kama kuna mtu alizika sijui nini alizika? Atifuko. Bwana siwe sana. Hata kama alizika kichwa ya ng'ombe, Bwana siwe sana. Leo tunatembea na wewe katika jina la Yesu. Hiyo nyumba lazima ikobolewe. Hiyo mchanga lazima ikobolewe. Kama hamjengagi nyumba mzuri, leo mtajenga nyumba mzuri. Na ninatangaza katika jina la Yesu, nyumba yenu kuanzia leo, mchanga yenu kuanzia leo, lazima ikobolewe. Lazima ikobolewe. Na leo ninatangaza kama vile Mungu aishivyo milele, hii mchanga ipone. Hii nyumba ipone. Hii mchanga ipone. Hakuna tena kuzaa maposa. Hakuna tena biashara utakaso. Kwa malango yenu kuna utakaso. Utakaso.
Amen. Pia mwenzako kuna utakaso. Kuna utakaso. Nikwambia kitu leo. Haleluya. Amen. Napuka chini nikwambia kitu. Mimi najua uko juu kabisa. Bwana siwe sana. Leo kuna kitu Mungu hapa nimejua anafanya. Bwana siwe sana. Amen. Haleluya. Bwana siwe sana. Unajua leo mimi kanisa nakujaga kitu kama saa 10 ama saa 9. Bwana siwe sana. Amen. Leo nilikuja hapa ilikuwa saa ngapi Jose? Saa 9. Tukaomba hapa na huyu anakuaga muombezi. Ni one of my intercessor. Akija hapa anaashaga hiyo mambo ya kuangalia kanisa. Tunaingia intercessory. Bwana siwe sana. Tukaanza hapa kuintercede, tukaintercede. Bwana siwe sana. Roho wa Bwana akainstruct akaniambia fanya kitu fulani, nikafanya. Bwana siwe sana. Nilipofanya baada ya hapo nikakucha niliomba mpaka kitu kama 1 hour and a half. Saa 10:30 hivi nikajiwekelea kidogo kwa kiti yangu. Nilipojiwekelea pale Mungu akaniletea maono. Bwana siwe sana. Amen. Nikaona maono. Nikasikia Mungu ameniambia leo kuna mtu utakamata hapa. Bwana siwe sana. Amen. Na mimi nataka nikuambie ukweli. Bwana siwe sana. Ikifika kitu kama saa 1:10 hivi. Bwana siwe sana. Nilikamata mchawi hapa live. Semeni amina. Amen. Bwana siwe sana. Wengine wanasema ya kwamba ako wapi? Bwana siwe sana. Nilimkamata through CCTV. Bwana siwe Bwana. Bwana siwe sana. Na ako ndani tu ya kanisa. Pigieni Yesu mwaka mazuri. Semeni kuanzia leo. Kuanzia leo. Sasa kuna watu hapa saa hii sasa wanaanza hapa kashi wakikuuliza ni nani, sema waambie wewe ujue. Amen. Haleluya. Amen. Niko na hiyo clip na akicheza na mimi nitaisambaza. Bwana siwe sana. Amen. Ile vituko amefanya hapo sijawahi ona kama hizo. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Lakini leo nataka nitangaze. Ndio. Hata kama walikuja kuna jisi. Ndio. Na sisi tumepewa mamlaka. Yes. Mamlaka na nguvu za Bwana ziko ndani yangu. Yes. Na sinasema ya kwamba imetakasika. Imetakasika. Haleluya. Amen. Leo na mwaga litakama twedi hapa. Semeni kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila uchawi, kila uganga, kila mapepo, sema leo ikamatwe. Leo ikamatwe. Nasema ikamatwe. Ikamatwe. Hata hiyo miguu yako ichukue. Pokea moto kabisa. Moto. Pokea moto kabisa. Moto. Pokea moto kabisa.